Wakolosai katika sura ya kwanza mstari wa 15, Biblia inasema kwamba ni mfano wa Mungu asiyeonekana, ikimwelezea Yesu kwamba ni mfano wa Mungu asiyeonekana, afu mbele inamalizia inasema kwamba mzaliwa wa kwanza wa viumbe wote. Sasa katika episodi zinazofuatia tutazungumza juu ya hiyo ni mfano wa Mungu asiyeonekana, lakini leo tunazungumza juu ya mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Katika lugha ya asili ya Biblia inaposema Yesu ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, haimaanishi mambo haya mawili. Jambo la kwanza, haimaanishi kwamba aliyezaliwa kwanza au wa kwanza kabla ya viumbe vyote. Biblia haisomeki hivyo. Ukisema hivyo umesema kitu kingine. Aliyezaliwa wa kwanza na unapozungumza juu ya mzaliwa wa kwanza ni sentensi mbili tofauti. Kwa hiyo wewe isome kama jinsi inavyosomeka, ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe wote. Lakini pia haimaanishi hivi kwamba ni kiumbe wa kwanza aliyeumbwa kabla ya viumbe wote. Hilo nadhani la kuumbwa halipo hapo katika fungu. Kwa hizo sentensi mbili usizitumie. Baki katika moja kwamba ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe wote. Hizo fasili nyingine ni kuachia wale wasiokuwa na utajiri wa lugha ya Biblia, ndio wanaweza wakazitumia, na mara nyingi zinawapeleka mbali sana kusipokuwa na majibu na kutoka nje zaidi na zaidi. Sasa katika kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 5, Biblia inamtaja tena Yesu kwamba ni mzaliwa wa kwanza wa waliokufa. Halo. Sasa kule ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe wote, lakini katika Ufunuo 1:5 anasema ni mzaliwa wa kwanza wa waliokufa. Sasa kama ni Muislamu, kama ni Mkristo, lakini hata kama ni mtu usiyesali, utaelewa kwa urahisi kwamba hapo haizungumzii swala la muda wa hicho kitendo, kwa sababu kimsingi Yesu sio wa kwanza kufa. Hata kama mtu aende kanisani hasari, anajua kwamba Yesu si binadamu wa kwanza kufa. Kwa hiyo si swala la muda, isipokuwa inazungumzia jambo lingine. Kimsingi kwa asili na kwa kawaida, Biblia inaposema juu ya mzaliwa wa kwanza huzungumzia juu kwanza ya mtoto wa kwanza. Kwa habari ya mzaliwa wa kwanza katika Biblia ilijengwa juu ya mtoto wa kwanza. Hilo ni ukweli usioweza kupingwa wala kutiliwa mashaka, lakini mara nyingi Mungu yeye mwenyewe ameuvunja mfumo huo wa kimwili. Sio kwa makosa wala kusema kwamba Mungu anabadilika. Hapana. Bali ni ili kubakia katika msingi na kusudi sahihi au kiini cha maana ya mzaliwa wa kwanza. Sasa angalia kwamba Ishmaili ni mtoto wa kwanza wa Ibrahimu, lakini haki ya mzaliwa wa kwanza inakwenda kwa Isaka. Lakini mtu anaweza akabeza akasema Ishmaili alikuwa ni wa mama mwingine. Tunahama hapo, tunakuja kwa Yakobo, pia mtoto wa Isaka, kwamba Yakobo na Esau, Yakobo anachukua tena haki ya mzaliwa wa kwanza, lakini aliye mkubwa kwake ni Esau. Mtu anaweza akasema hapo walichukua kiunyamela. Tunahama hapo, tunakwenda kwa Manase pamoja na Efrahimu, watoto wa Yusufu. Yakobo anapowabariki kuwapatia haki ya mzaliwa wa kwanza, anaipishanisha mikono kiasi ambacho Yusufu anasema kwamba anahisi amechanganya, anataka kuitoa mikono, lakini Yakobo anamwambia hapana, ninajua ninachokifanya. Sasa ni muhimu na wewe ujue kile ambacho Mungu anakifanya kwa mzaliwa wa kwanza, kwa sababu haki ya mzaliwa wa kwanza baadaye ikae kwa Manase ambaye ni mkubwa, inakaa kwa Efrahimu. Lakini hii kama haitoshi, sikiliza hii. Daudi ambaye ni mtoto wa mwisho wa Yese katika kitabu cha Samueli wa kwanza 16 anapewa haki ya mzaliwa wa kwanza, naye akiwa ni last born. Katika kitabu kile cha Zaburi 89:27 anapokea au Biblia inamtaja kwamba ni mzaliwa wa kwanza, lakini yeye ni mtoto wa mwisho. Na kama haitoshi, katika kitabu cha Kutoka ile sura ya 4 katika ule mstari wa 22, Mungu anatamka kwa Farao kwamba Israeli kama taifa ni mzaliwa wake wa kwanza. Sasa unafahamu kwamba Israeli sio taifa la kwanza kuwepo. Kuna kitu ambacho anakizungumzia, si swala la muda au mwanzo wa hilo jambo. Kuna kitu ambacho anakizungumzia. Sasa Biblia inaposema kwamba Yesu ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe wote, inamaanisha haya. Lugha ya asili iliyotumika kumaanisha mzaliwa wa kwanza katika Biblia ni prototokos, yenye kumaanisha si wa kwanza kuzaliwa kwa muda, bali ni mwenye cheo cha juu, namba 1. Namba 2, mrithi mkuu. Namba 3, ni mwenye mamlaka kuu kuliko wengine.
na si habari ya muda. Kwa hiyo hata atakapokuwa katika familia humaanisha vyanzo hivyo vitatu. Mungu akubariki tunapoendelea kusafiri katika masomo haya.